William Samoei Ruto. Ni kiberiti unataka, si ndio? Ni kiberiti ya kuchoma Kenya unataka nikupee. Barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. Barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Naitwa Zakayo, natoka Sugoi, napenda uongo. Unajua Wakenya wakiamua kukulinda, kukuwekea security Mama yangu, in all means, hakuna kitu hawezi fanya. Kasongo yeye. Yani huyu ni Gachagua mnavalisha kama Rambo. Gen Zs now and other Kenyans wameanza kucheka President William Ruto. Wanasema kwamba ni kibiriti anatafuta ya kuchoma nchi because Gachagua is on fire. Nyinyi Gen Z na waon, muache kueneza mambo yenye yanaweza leta mambo mengi sana, watu kufe kwa country. Sasa hii kibiriti imetokea wapi? Kwani Gachagua ni nani? Kwani msikataze Gachagua kueneza ukabila? Mnaona tu President Ruto ndio ako na mambo. Muachane na President Ruto. Uninyunyuzie maji. barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. Barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. You guys, lakini kwani msiambie Gachagua naye pia atulie? Anaenda makanisa every day kufanya nini? Kanisa anaenda, haendi kuomba? Hapo ndio mahali amepata pa kuenda kupeleka mdomo. Ndio maana watoto wanajipata kwa hii hali na wamama wenye wajiwezi wanajipata kwa hii hali ya kupigwa tear gas. Nini namfanya anaenda hiyo church? Kwani asikae huko kwa Wamunyoro watu wamfuate huko? Awaambie hiyo shida yake huko. Yeye ndiye anaenda kwa makanisa, na makanisa watu wajichunge pia na yeye, kwa sababu watu wataumia makanisani kwa sababu yake. Mjichunge. Mkifuatana eti mahali mnasikia naenda na nyinyi pia mnaenda hiyo church, bado mtapigwa matia gas. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ana create hiyo chaos. Anatengeneza, mbona hao watu wote anasema goons walikuja na matatu. Goons wavamie church, watu goons almost maybe 14. Kwa nini mtu mmoja hata angekufa? Alafu anapelekwa polepole. Hiyo ni kitu ameplan. Anapelekwa polepole mlango ya nyuma. Eti sasa anaokolewa. Na yeye ndiye ameplan. Vile alikuwa anatembea polepole, kama watu wangetaka kumuua, si wangemfuata wamuue tu hiyo time. Hawangemwacha aende polepole hivyo. So, mwacha kueneza hii mambo eti Kasongo, eti President Ruto anataka kibiriti ya kuchoma nchi. No, hiyo ni mbaya sana. Mwacha kuanza kueneza uongo online. Mchunge sana vile mnaongea. Lakini kesho Ruto akishatoka wanasema one time. Wacha wakule. Riji, wacha watu wakule pesa. Aki, mimi nimekubali. Watu wa mlima wamerevuka. Na si watu wa mlima peke yake, by the way. Na mbona anaenda wa mlima kwa sababu ameona kimaumana. Hata huku kwetu wametulia Bomet na whatever, lakini sisi hatuko tutam. Tunakutana kwa debe. What has happened in Nyeri is very unfortunate. Barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. Barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. Barabara ya Singapore watu wanakula. Mpaka mmefomu wimbo. Eti wanangoja tu Ruto akuje waseme 2 term wakule pesa, alafu akienda wanarudi wanasema 1 term. Muache kueneza uongo. Ruto anapendwa Mount Kenya. Mount Kenya ni ya kila mtu. Kenya ni ya kila mtu. Msione hii Mount Kenya ni kama mnaiona sijui ni nini. Kenya ni ya kila mtu. Kenya ni ya kila mtu. President ako na haki ya kwenda everywhere. Na kila mtu Kenya ako na haki ya kwenda kila pahali. So hii mambo yenyu ya kusema eti Gachagua mnamweka mbele. That is so bad. Kama mmechukia President Ruto, mseme tu. Lakini msiweke hapo Gachagua kuwa eti yeye ndio nini. Why are we bringing tears in the eyes of these innocent kids? Vita yetu politically, kwa nini tunaingiza watoto ndani? Hata wale police mnatumwa muende mtia gas church. Si mnajua watoto wako pale jamani?
It was so unfortunate that mapolisi walienda wakavamia hiyo church na watoto wakaumia na wamama. Hiyo hatuungi mkono, but mko sure ni nani alituma? Inaweza kuwa ni Gachagua mwenyewe anafanya hizo vitu ndio apate sympathy votes. Ndio watu wamuone eti wanamhurumia. Unaona vile alikuwa anavuka hiyo fence, hakukuwa na haraka. Watu hawakuwa na haraka. Watu wale nenda kuuliwa wanatembea hivyo. Alifekisha. Mliona vile alivuka hiyo fence. Alivuka fence pole pole, akitembea pole pole. Wewe ukiangalia vizuri hiyo story ina ukweli. Ukiangalia vizuri. Ina ukweli kabisa kwa sababu hakuna vile watu watakuwa wanataka kukuua na unatembea ni kama hata ujali. Unavuka fence pole pole kama mtu una haraka. Wewe angalia hizo video vizuri. Rudia kwa hizo clips. Uone vile watu walienda. Walienda pole wakavuka hiyo fence. Wanatembea pole pole wakienda. Wakinongonezeana. Watu wale wanataka kuuliwa wanaendanga hivyo. So, muangalie vizuri hizo clips. Murudie vizuri. Yeah. Ni vibaya sana, lakini muangalie hizo clips. Mtu yote anaweza panga. Saa hii mahali imefikia mtu yote anaweza panga. Sio tu President Ruto. To make this a matter iende vizuri, ni ku make sure that mahali Gachagua anaenda kuomba watoto wasiende huko. Kwa sababu Gachagua mahali anaenda kuomba, anaenda tu kutusi Ruto. Na Ruto pia ni binadamu, pia hata furahia. So, kitu kiko, mahali Gachagua anaenda watoto wasiende, na wamama msiende huko. Mwache watu wenyewe, kwa sababu hizi vitu zingine pia Gachagua anaform mwenyewe. Ripoti inaonyesha kwamba Gachagua alipanga. Ndio watu waende huko ndio ionekane President William Ruto amemvamia. So watoto mchunge sana. Watoto wa Mount Kenya mnasikia? Na wamama mchunge sana. Otherwise mtachomwa. Mtachomwa alafu isemekane ni serikali na hakuna mahali mtaenda. So hii yote ni politics. Politics is a dirty game. Huwezi jua nani amepanga. Sio, hatuwezi sema ni mtu mmoja. Kuna evidence inaonyesha ni mtu mmoja. Hata Gachagua mwenyewe pia alikuwa dio anajua kupanga vitu. Alikuwa sijui nini, anajua hizi vitu zote. So mchunge sana. Anaweza panga, mkuje mfanye hivi ndio niwekelee serikali. Watoto mchunge sana. Watu wa Mount Kenya mchunge sana mahali Gachagua anaelekea. Gachagua is a very desperate man with jealousy inside himself. Anafikiria anaweza rule country. Country gani Gachagua anaweza rule? Ni mdomo tu ya kutusi ndio ako nayo. Hiyo ndio nawaacha nayo. Mchunge sana na hakuna ukweli kwamba President William Ruto ama serikali ndio ilipanga. Gachagua pia na Malala wanaweza panga hiyo safari. Wanaweza panga wafanye hizo vitu zote. Alafu wageuze ionekane kwamba president anawa-intimidate. So we need to be careful. Kama kuna mtu yuko tayari for one term na kubadilisha nchi ni Rigathi Gachagua. Nikisema tutaenda Singapore, mnachekelea yeye. Sasa wacha nijifanye kasongo. Nijifanye kasongo. Waambia Mutira habari. Mimi nimefika hapa. Najua niliahidi kuweka nyinyi kwa mfuko, pesa kwa mfuko. Najua sitafanya. Niliahidi barabara nimechelewa kidogo. Niliahidi kila kitu nimechelewa. Lakini watu ya Kagumo, niko na mpango mpya. Nimekaa na wataalamu. Nimepanga kila kitu. Nimepanga vizuri. Mkinichagua tena, nitapeleka nyinyi Singapore. Wewe muongo. Wewe mtu ya kudharau Kalonzo. Mtu ya kudharau Wakamba. Aende asiende. Look at his outfit. Ako tayari, aliwaambia yeye ni maumau. Kasongo yeye. Mbali nanga. Gachagua unadungwa tu bulletproof na mavest. Alafu sasa mapolisi wanaamua kufunga barabara. Mnafungia nani? Mkubwa wa mayakuza. Guy, anyway.
mayakuza wanafungua barabara, lazima Gachagua waongee, mpende msipende. Alibobo. Wamevalishwa tu hapo kama John Rambo. Yaani Wakenya, mimi nimeinua mikono, fanyeni kitu mnataka. Sawa? Do whatever you want. Ati he said it. Huyu acheki. Na anaenda kusurprise so many. Mimi naambia watu. One time is real. One time. Mnakumbuka wakati Moi anapeana pale kwa Kibaki.